Nilishindwa kuishi na Nono, kwa hiyo nikaamua kuhama. Kila kitu akiwa amelipa Mwarabu wangu. Nikapata master nzuri maeneo ya Ubungo. Nikachukua baadhi ya vitu nilivyokuwa nimenunua mimi. Nikaamua kwenda kuishi mwenyewe. Nilikuwa nina furaha sana. Hatimaye ninaenda kuishi eneo kidogo linakoendana na urembo wangu. Pia nitakuwa huru. Na hiki ndo chumba changu, nitakuwa huru hapa kurudi muda wowote. Pia hili ndo jiko langu. Kiukweli nilifurahi sana. Kwani Janet umekuwa Muislam siku hizi? Acha tu Jack. Mungu ni wetu sote. Au umepata mwanaume Muislam, maana wewe ni moto. Shida ya huyu Mwarabu sasa, anataka nijifunike muda wote. Na ni sawa hata angetaka nivae gunia, maana ndo ananiweka mjini. Janet, nataka nikupe. Uwe mke wangu, nakupenda sana. Nakupenda pia Musa. Nipo tayari. Nilikuwa napewa zawadi nyingi. Nikajisahau mwenzenu, nikabeba mimba. Na Musa alifurahi sana. Kwa hiyo sikuitoa. Siku za mwanzoni zilikuwa ngumu. Natapika, uchovu, lakini marafiki na simu za usiku za Musa zilinifariji. Safari ya ujauzito haikuwa rahisi, lakini Mwarabu wangu aliipamba ikawa ya kupendeza. Niliendelea kwenda chuo, lakini kwa tabu sana. Pia kwenda kliniki kufuatilia maendeleo ya mtoto. Haikuwa rahisi. Mambo yalikuwa sawa mpaka mimba ikafikisha miezi 7. Na hapo ndipo mambo yaliponoga. Na ujumbe wa Musa ulikuwa unasema, mimi siwezi kuzalisha mwanamke, na nilisaidia kulea, maana sikutaka utoe hiyo mimba, maana najua umuhimu wa watoto. Mimi pia nimezaliwa peke yangu, na natamani ningekuwa nina ndugu zangu. Hivyo nahisi nimekusaidia sehemu kubwa sana. Kiukweli niliishiwa nguvu hata za kunyanyua kope. Nitaishije mjini?